Welcome to the Struggle Cast. I'm Diana Faith Isabella. 37 minutes past 11 o'clock. The date today is 10th May 2025. Welcome all. Today we are talking about youth. We engage about what youth and young adults are facing. Struggle Cast, it's all about talking about teenage who are heading to being young adult. As we all know, teenage is a person or a child who's still under parents' care and needs to be taught some few things, some few steps. And we know what people are facing out there. Those who cannot cope with their life, those who can cope with their life, what they do. Some misbehave. What can you do to others who misbehave? But just know what you do. Someone always loves you and likes what you're doing. Just be you every day and every new rising of the sun. Just be you and you yourself. We'll be talking about navigating young adulthood, mental health and self-care, empowerment and feminism, pop culture and entertainment, what young adulthood do, relationship and dating advices. We advise our young people not to date early because you always follow your dreams, not your peers. We'll also talk about fashion and beauty tips, personal finance and independency. You should not always depend on your parents. What if your parents will not be available? What should you do? We'll also talk about social issues and activism, interviews and guest speakers, and last but not least, life hacks for young adults. To young adulthood, it's from 20 years to 35 years. How will you be coping? How was your experience back then? What are you expecting? What are your experiences back then, and what are you expecting in the future? Experiences you had in college life or maybe in high school, it's more different than being a young adulthood, transitioning from school to adulthood. Most of us know it's so difficult, but you just have to cope with what comes in. Figuring out careers. Some people just finish high school, finish their education, but they don't know what to do. You just have to figure out. Some are being pushed by their parents or by their peers. I'm going to study medicine. What are you going to study? Oh, I'll just study medicine because you're studying medicine. No, you just focus on being you and being you yourself. You focus on your dreams, not your peers. You don't have to be pushed by someone else. You know what you have to do. And relationship and personal growth. What's your personal growth? What do you want from yourself? Who do you want to be? What do you want to do so that you can inspire someone who is out there? And navigating into young adulthood, hiyo ni kitu kubwa ambacho kinaumiza vichwa sana. Mtu ambaye anatoka high school, yani anatoka shule ya sekondari, maybe mwanza form 4, hajui chenye anafanya. Kitu gani wewe kinakujia akilini? Maybe ukiwa primary, since the system has changed from 844 to the CBC, that's 2663 syllabus the children have been doing. It's the CBC. And from 844, how are you coping? Maybe wewe ulikuwa unajua utamaliza na 844, but ukaachwa nyuma, ukaona ukapatikana pale kwa CBC. Kitu gani ambacho kimaliza maybe form 4 ama form 6 unataka ufanye? Na ukiwa chekechea huko, ukiulizwa na mwalimu wako anakuambia unataka kuwa nani, unasema nataka kuwa daktari. For the people doing CBC, it all matter with talent. Talent matters because kule wanasoma home science bado wakiwa wadogo. Mtoto anajua kupika akiwa class 3, class 2, mtoto anajua kupika, anafundisha wewe mzazi, anajua kutengeza baiskeli ikiharibika. I think that's the current syllabus the Chinese people are doing, because Chinese people, mtu wa class, okay, let's say grade 2, mtoto wa grade 2 anaweza ingia nyumbani akwambie, wewe mama, kama umechoka wacha mimi nitapika leo hii, kama umechoka wacha leo mimi nitafanya kazi hii. What if we come to the other side of our country, Kenya? Kitu gani ambacho mtoto wako akikuona unaweza kumfanyia? Navigating into young adulthood still. Unakumbuka ukiwa kule chekechea, mwalimu anakuambia unataka kuwa nani? Daktari. Unaingia katika darasa la 7, mambo yanakugeukia. Mwalimu wako wa sayansi umpati vizuri, because there are subjects that you should take seriously if you want to be a doctor.
kuna mwalimu wako upatani naye, maybe mwalimu anakuchapa ovyo ovyo, mwalimu humpendi, mwalimu ni kisirani, inabidi tu ubadilishe karia yako hapo, na hapo ndio mwanzo wa msongo wa mawazo na kujia, na mzazi hutaki kumwelezea, maybe huna ile connection, yani ile relationship as daughter to father, daughter to mother, or son to mother, son to father. Hauna hiyo connection vizuri na hujui utafanya nini. Je, wewe ungekuwa ni wewe uko hapo, ungekuwa umefanya nini? Under navigating into young adulthood, we can also see there is mental health and self-care. What is mental health? Mental health is what one person goes through. Maybe you're having stressed, you are stressed, you don't stay motivated. You just check on your mental health. Some can also find themselves in the hospitals, just not maintaining their mental health. So how do you manage stress at your young age? Maybe you are 20, 21, maybe 22. You don't have maybe a lot of things to do. Hauna majukumu ya kutosha. Wewe si mzazi bado, lakini wewe ni kijana tu wa kawaida. Hauna kazi. How do you manage stress? Kila siku mzazi anakuambia, wewe kila siku uko ndani ya nyumba yangu, uniletei pesa, uniletei chochote, wewe unakaa tu hapa. How do you manage? Tunajua wazazi wa siku hizi venye wako. Then how do you stay motivated? Your friends, do they motivate you in a good way? Do they motivate you in a bad way? Pia hiyo inaweza kufanya mental health yako isikue sawa. How do you stay motivated? Kuna wale ambao wanakuambia, maybe unajaribu kufanya kitu kizuri, unaenda pale unasema wacha leo, okay, it's time of rainy season everywhere in the whole country of Kenya, or maybe some parts of Kenya. Then hauna kazi, but unasema mimi wacha nijitolee nikatengeze barabara pale, nimeona mvua imeweza kuharibu barabara, wacha niende nikatengeze barabara, nimwage either saruji ama niekelee tu baadhi za simiti ndani ziko na sawdust. Then unafanya hivyo, but watu wanakukashifu na maneno makali, wanakuambia wewe uko hapo tu kwa sababu unataka pesa, na umejitolea tu kwa roho yako safi. How do you get motivated? Then unakuja unasikia venye unaambiwa, utachukuliaje? How do you cope with anxiety? Now we'll be talking about empowerment and feminism. Empowerment and feminism, it's all about sharing about women's rights, gender equality, and what it means to be a young adult lady today. What can you share about women's rights to other you as a lady out there who is a young adult out there? Kuna mambo mengi hufanyika kati ya sisi wanawake, na tukiangalia nyimbo zote zinatusifu, karibia nyimbo zote 80% kwenda juu zina sifu wanawake. Na wewe ni kitu gani ambacho ukikaa na mwenzako unamsifia? Kwa sababu tukiangalia katika karne ya sasa, wivu na chuki ambayo iko kati ya wanawake kwa wanawake ni kubwa sana. Unaweza kupata mwanamke anafanya kizuri na mwenzake yuko hapo anafanya kitu chake kivyake, hataki hata maneno, lakini utapata chuki iliyoko kwa yule mwanamke mwingine akimwekea huyu mwingine ni kubwa sana, hadi unashindwa, kwani yeye pia si binadamu na kila mtu upambana maisha yake? Why can't you be like men? Men don't have that grudge. Amekukosea, hiyo imepita. Femicide, it has increased right now. Wanawake wanauliwa sana, and we don't know the current issues. Yani hatujui mambo ambayo yanachangia ili hao wanawake waweze kuuawa. We should end femicide inside our country and everywhere. We should just spread information of not killing women. Kama kuna kosa, kuna institutions nyingi sana, kuna police stations. Amekukosea, amekuibia, peleke huko afate, just follow the law. Fuata sheria. Sheria iliwekwa kwa sababu yetu, na sheria ikuwekwa hapo wativunjwe. Walijua itavunjwa, ndio maana wakaweka ile police station pale. Kuna court, amekukosea, kesi nenda mkasikize kotini. Sio lazima ati useme unamuua. No, that's not how it's supposed to be. All I want to say is just we should end
femicide, and you should empower other women that are out there that are jobless, and the ones with jobs, you should just take the others as your sisters. Usione ati mimi nina kazi, wewe una kazi ulipo, then you just take me as yule hana maana, yule mwenyewe hana kazi, hajiwezi kimaisha. No, kila mmoja nyote yake umwangukia na huwezi lalia mlango wa mwenzako. Then next we'll talk about pop culture and entertainment. As we talk about young adulthood, we talk about Gen Zs, yeah. Pop culture and entertainment. As I take you back to last year's, watu walipoenda maandamano like everywhere. The fact of Nairobi, walienda maandamano hadi wakaenda na speakers, wakajisahau wako maandamano, wakaenda kupiga sherehe. Sherehe inakubalika, unapiga sherehe venye unataka. That's hiyo ni starehe. Kila mmoja kuna starehe ya kivyake. Kuna yule ambaye atataka starehe ya maybe kwenda swimming, kuna yule atataka starehe ya kunywa kinywaji ya kipendacho, kuna wengine wanapenda kile kinywaji chengine sitakitaja, lakini kila mmoja kuna starehe ya kivyake. Kuna yule atataka kusikiza nyimbo kutoka mwanzo mpaka mwisho na nyimbo zote zitakazotoka na zijua. Hujakatazwa. Talk about latest trends. Imekuwa since last year, it has been a talk of town that Kenyan music haisikizwi, but we have our own Bien from Sauti Sol, ambaye sahi alikuzwa, wakasema Bien ataenda mbali, and yes, we can see him touring all around. We can see Kenyan music sahi imeanza kuinuka angalau. And there's a video trending that our gospel singer Says 8 alienda kutembea kule South Africa. Akapatana na duka nacheza nyimbo ya Willy Paul, alifurahi sana. Yeah, that's how we should. Kuna wasanii wachanga sana, sio wewe msanii uko hapo utaki kusikiza nyimbo ya mwenzako all about it because maybe it's tribalism, maybe it's not your own trend of type of songs. Kuna wale usikiza blues, kuna wale usikiza gengeton, kuna wale usikiza urbanton, kuna wale usikiza singeli. No, just have to support your brother out there because it's a source of entertainment. Maybe anajaribu kutoa hiyo imuingizie kipato cha siku, na kwako wewe ikue jinsi ya kuweza kujistarehesha. We talk about latest trends of music, movies, TV shows, fashion, social media. You can also interview young creatives kama unavyoona katika mtandao wa TikTok. TikTok imesonga sana. Interview young creatives. Maybe even you're not known and you want to be known. So you just go there, you have a smartphone, you have bundles. Bundles kuizi kuna hata za 15, 1 hour. Yani hata walijua katuwekea kuna za 10. 15, 1 hour, 20 shilling. Hiyo hizi kushinda kwa siku. Kuna ile pesa mzazi anakupa na kuachia a day. So you should just show how your culture. Kuna mzazi yeye culture yake ni ya zamani. Huwezi sema wewe ni mtoto wake unafuata culture yake. No, you have your own culture. So you just have to let me be. That's why I say that the first you have to be you. And while we talk about movies saizi zimekuwa nyingi. Then kuna zile movies unajua huwezi kuwatch na wazazi. Then unajua mzazi wako yuko hapo. Utafanya nini? Kuna TV shows you can just watch with your parents, with your even elder people, you can just watch everywhere. Kuna fashion ya kitambo na sahii ni vitu viwili tofauti tena sana. Kitambo ukiangalia, before the Western education came in, people were wearing, okay, we can understand clothes were not available, but sahii ni kama wanarudisha mtindo wa kitambo. Ukimwambia mtu anakuvalia crazy, na hata si crazy, utadhani ni crazier. Cause crazy ni kitu najua ni long, iko na some cuttings. I think it's an unfinished cloth, maybe trouser or a shirt. Mtu anakuambia hii ni crazy, ama amevaa carrot. Mwingine anakuambia nimevaa mavazi mengine bana. Hey, we should just know, but you just have to dress decent, because how you dress talks about you. How you dress speaks a lot about you and your background. How you dress talks about your future or what you do. So we should just check up. Hatukatai fashion iko,
kuna sundresses zimetoka, kuna skater skirts, kuna skater dresses, hatukatai, but you just have to dress decent. Kuna mavazi ambayo yanavaliwa kwenda kwingine, so ukivaa kwenda kazini, boss wako atakuchukulia aje? Atakuchukulia, if you're working and you are a young adult, boss wako atakuchukulia huyu analeta ujenzi kazini? No, you should just be decent. Just wear your official clothings, then just go to work. Haijalishi mtu atakwambia unavaa kama kinyanya. No, you just know what you're doing. Wewe vaa kama kinyanya, vaa kama kibabu, but inside you, you know it's you. Usione ati yule amevaa crazy, amevaa na denim, na mimi kesho nataka kwenda pale nivae denim, nivae Air Force, naingia kazini. And it's on a Monday, unaingia na short, naingia na short, naingia na denim hapo na Air Force. Mavazi tunajua ni ya wapi kijana? Tunajua ni ya wapi msichana? Hey, usilete mchezo kazini. Talking about social media has been a big influence to everyone. You can also see young children engaging themselves in social media. I hope they are under parents, because what we see over there, the things they do, yani vitu wanafanya ni kama wazazi hawajui. Watu anajifungulia social media yake, anaingia pale, anafanya vituko, we mzazi hata ukija kuona. Like the current issue that was trending before shule zifunguliwe. Kuna wale walienda party, house party, and they were high school students unaenda party, and then ukirudi nyumbani mzazi anaona kenye umefanya. Mzazi akikuuliza hujui chenye utajibu. Wewe ungejikuta katika hiyo hali, ungefanya nini? Because hapo ndio itakupelekea ufanye vitu vibaya, maybe kujiua, stress kupate. Na ukiangalia video imetrend, utataka ufanye vitu vingi sana. But you should just take care of ourselves and what we post on social media. Social media was created there to just show how you are coping, show good things, influence good things about you to others, influence what is trending to others. Kuna watu nyumbani kwao hawana TV, hawana radio, but simu yuko nayo ama wako nayo. Then akiingia pale social media, what are trending? Hizo ma get ready with me, dancing styles, mtu akiangalia anajua huyu ni mtu wa aina gani. So we should just check up on ourselves. We were all talking about pop culture and entertainment. We should entertain ourselves in a good way, in a decent manner. Hatujakataa sherehe iko, nenda sherehe yako vizuri, but ujue sherehe ni za weekend na za holiday, si za siku za kazini. Then we go to relationship and dating advice. Relationship and dating advices. Kuna wale utawapata ameingia katika relationship, mahusiano. Achana na ile mahusiano ya mzazi na mwanae ama mzazi na mtoto. Kuna ile relationship nyingine and dating advices, wale wa kudate. Unaona maybe yule alidate akaolewa at 22 na wewe unajaribu unataka kuwa kama yeye. No, kila mmoja ako na maisha yake. Kila mmoja ako na nia yake ya kuendelea. You see? So you just check up on others. Kuna ups and downs. Watu hawajui kuna ups and downs kwa modern dating, kwa sababu dating za kitambo ilikuwa ni ile mnakutanishwa na wazazi. Yule ni tajiri wa fulani, ni mtoto wa tajiri yule fulani namjua, basi huyu mwanangu wacha niende kaongee naye aniekee, atakuwa wake maishani. But the dating nowadays it's so different. Kuna ups and downs watu hawajui, and we can all see the economy, it's so bad in Kenya. Ekonomi ya sahi na ekonomi ya kitambo ni tofauti sana. Una date hapo, msichana anakuambia, obviously amepitia social media, anakuambia babe, nataka kitu kama hiki, maybe nataka PS5. Na wewe ni mwanaume anakuambia wewe mwanamke na hujui ufanye nini. You just date anyhowly. No, you should just wait for your time, and you should always learn how to say no. If it's no, it's a no. Navigating relationship, friendship, self-love, you should just love yourself. If you love yourself, hiyo imetosha. Au mambo mengine yatakuja baadaye. Kuna friendship, kuna relationship between a friend and a friend.
mimi ni rafiki yako, ni kitu gani ambacho unaweza kunifanyia? Sio kuwa rafiki wewe ni mnafiki. Mimi ni rafiki yako katika shida na raha. Nimeshangaa nikiona social media kuna watu ni marafiki since birth, 15 years nyinyi ni marafiki. Hey, then kuna ile relationship nyingine, mimi ni mpenzi wako. How do you cope with it as you are a young adult? Maybe uko 19, you're shifting to 20, or you are 17 shifting to 18. Miaka ni 35 ndugu yangu, miaka ni 35. Hey, so you should just know who you are dating out there, and not everyone is good. Maybe you are dating someone who you don't know. The person you're dating has not shown you your true colors. That's why there are ups and downs. Kuna time itakuwa mnahisi raha, wewe hujui maana ya raha, kumbe raha ni karaha. Hey, my friend, utapatikana kwa ile section nyingine. Back. Fashion and beauty tips, personal style trend, skincare routine. You can also interview influencers or beauty professions. There are more things to talk about influencers. Unaona influencers huko nje, maybe kuna TikTok influencer, kuna YouTube influencer, many influencers we know about. Influencers wa kivyake, kuna watu husomea mambo na beauty. Wewe kama hujasomea mambo na beauty, we also have Get Ready With Me. Kila mmoja wanafanya katika mtandao wa like everyone does that in TikTok. So Swahili, hey, sio mchezo. Ukisikiza hiyo kitu kutoka mwanzo mpaka mwisho, unasikia tu kucheka, unakufa hapo, mbavu zako zinapasuka. And that's how you should take care of your skin also. Maybe kuna mafuta ukipaka yanakuweka vizuri. Not that una melanin, unataka kutoa melanin yako. Hatuja kwambia ufanye hivyo. Just take care of your skin and personal style trend. Kuna trends tofauti. Maybe kuna style ya kufunga, wale wanafunga mtandio. Kuna style ya kufunga mtandio. Kuna wale style ya maybe kuvaa nguo fulani, unataka kuvaa haivaliwi venye wewe unavaa, unafundishwa pale. Or maybe you can review it on YouTube then ujue, because YouTube kuna do it with yourself. You just learn then you do it with yourself. At least you can be more creative. Sio lazima hiyo nguo maybe ni moja, but unataka watu wajue you can style it differently, because there are more different styles, so that you can put it watu wajue, okay, you are a fashionista, you are coming one of them. So you can just influence others by being you. We can also we'll talk about personal finance and independency. Tips on budgeting. Tangu uko shuleni mamako alikuwa anakuambia uwe na kibenki. Kile kibenki cha Jumbo Junior, something like that, something of sort. Unaweka, maybe unatoka shuleni una kidala. Anakuambia shika hii dala nenda kaike kwa kibenki chako, unaweka. Those parents weren't, you thought walikuwa wana akili wakikwambia ufanye hivyo. No. Walikuwa na akili sawa. They were teaching you how to become an adult kimpango. But wewe ukiwa na akili zako chango ulikuwa uelewi. Unapoa dala unaambiwa enda upeleke kwa kibenki, naenda unapeleka. Anakuwekea hapo, then ikifika mwisho wa mwaka mnavunja kibenki pamoja, ama mwisho wa mwezi kuna wengine hujiwekea allowance up to 6 months, unavunja kibenki chako. So ita depend na allowance yake, anakuwekea iwe ngapi. Unavunja kibenki, unahesabu pesa ngapi umesave kutoka siku ulianza kusave mpaka hiyo siku umeivunja. Then kuna building credit, achieving financial independence while balancing young adult lifestyle. Ukiweka vishilingi vyako hapo, ulipokuwa unaweka vishilingi vyako hapo, mzazi alikuwa anakufundisha, ndipo ukija kuwa mkubwa ujue una save. Kuna mshwari siku hizi, you can lock your savings there. Kuna hata hivi vibenki hivyo ambavyo utakuwa unavivunja. You can just save your personal stuffs. Maybe unasema hii ni ya rent, wacha niweke hapa. Hii ni ya monthly shopping, wacha niweke hapa. Maybe you want to buy your own apartment ama your own house, wacha niweke hapa, utaweka. Then ikifika siku unataka uivunje, unavunja. Unajua, just ukue independent. Mzazi alikufundisha hivyo since you are young.
ukuwe independent, usidepend mtu yoyote. Ukipata kipato chochote kile, hata ukipata 20, hata ile shilingi abahaba ujaza kibaba, hiyo unaweka kila siku, unaweka kila siku moja tu, then at the end of the day una pesa nyingi sana, hata utakuwa unaweza kumshinda mzazi mwenyewe. We'll talk about also social issues and activism, current events, sustainability, and how young people can get involved in making a positive impact to the world. Current events, like we all know tomorrow is Mother's Day, but kuna wengine wameanza kucelebrate leo. Na celebrate mamako, na celebrate any mother that's out there, any mother ambaye ana mtoto, unajua kuna wale wanakusudio la maybe you have a child, you just have to abort. No, bring that child to us. Kila mtoto anakuja na sahani yake, anakuja na sahani yake, so you don't know huyo mtoto ambaye atakuja, hujui sahani yake ni gani. Then you should also you get along, involving positive impact to the world, not negative. Positivity is what brought you here. Positivity is what you should do. Positivity is what you should engage others and talk to others about, only positivity alone. We also have interviews and guest speakers. Bring friends, mentors, interesting people from various walk of life to share their experiences. Maybe mtu akona akili kukushinda wewe ambaye uko hapo, akona akili tena sana. So what will you do? You just bring them, talk to them, interview them. People have different stories, they have walked through a different timeline. Maybe wewe unaona umeteseka sana, but mtu akikuelezea story yake venye amezaliwa mpaka sasa hivi, she has just had a rough time, mpaka ukimwona mtu unasema yule naye anapenda kujidai. No, si hata anajidai, anajua chenye amepitia na chenye ameachieve mpaka sasa hivi. Hiyo ni big dream, big step, a better step kwake, mpaka anaweza kujisimamia kivyake. Maybe alizaliwa katika ile familia ile side nyingine hawajiwezi kabisa. So what will you do? You just have to talk to, kuna mentors huko nje, mentors ni wengi sana, interesting people from various walks of life to share your experience. Just share your experience with others so that others should know, oh, so you faced this thing, so I faced this kind of thing, so I've been doing this and this, and you are there, you did this and this. Yeah, you should just share everything. Maybe uko na wisdom and insights ambazo watu wengine hawajui. Last but not least, we'll be talking about life hacks for young adult, productivity tips, organization hacks, how to stay motivated, just fun tips for surviving in your 20s. Because young adulthood tumesema it's from 20 maybe to 30 or 35. Wengine watajiona bado wako young sana wakiwa 28. Wanajiona wako young sana. I'm young enough. Kumuuliza how old are you? Still young. I'm young enough. I'm just a baby. But life hacks ni nyingi sana. So how will you do? Organization works. Maybe uko pale kazini, nakwambia uorganize kitu. And I'm known as Diana Faith Isabella. Let's meet then next Saturday. I'll be having my friend Rajab Abubakar, thriving inside navigating young adulthood. Since we've talked about 10 topics, but we'll just go one after another. Navigating young adulthood, mental health and self-care, empowerment and feminism, pop culture and entertainment, relationship and dating advice, fashion and beauty tips, personal finances and independence, social issues and activism, interviews and guest speakers, life hacks for young adults. Yeah, 10 topics to talk about.